السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهادين وصحابته غر ما يمين. أما بعد، إخوان, karibu kwenye kipindi kingine tena ambacho huwa tunakifanya mara kwa mara hapa Mtawasi TV Online. Tulikuwa hapo awali tukiweka mategemeo ya Jumapili na Alhamisi, lakini tukaona kuna haja ya kufanya mara kwa mara kwa uhitaji wa watu ambao tunauona huko YouTube, na huwa tunachagua kutoka kwenye comment ndoto moja, kisha tunaamua kuijibu ndoto hiyo. Na hizi ni tafsiri 20 za ndoto ya kifo cha mama. Tuliwahi kuzungumza maudhui haya kwenye moja ya video huko nyuma, na watu wengi sana wakawa wanaendelea kutaka kufahamu hasa ni kitu gani kingine inaweza ikawa ndoto hizi zinasema. Sisi hatuna khiana ya ilmu, tumeona ni bora tukiendelea kuleta mfululizo wa yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza huko nyuma, kama tutaleta mwendelezo wake hapa, na hatufanya hivyo mpaka sasa. Hivyo kwa upande wa ndoto hii ya mama, kifo chake katika ndoto, leo tutaendelea na maudhui haya ili kuboresha sehemu ya huduma zetu kwenu na kukamilisha msaada huu ambao Allah Taala amejalia utokee kwetu kuja kwenu. Kwanza kabisa ifahamike, ndoto huwa tunatafsiri katika misingi mingi, lakini misingi mikuu ni kwamba kuna ndoto tunatafsiri kwa misingi ya kiroho zaidi, yaani kwa hali ya kuzingatia dini hasa, lakini wakati mwingine huwa tunazingatia kwa misingi ya kilugha na fasaha mbalimbali ambazo zimekuwa ndio chimbu za kiasili kwa mtu. Watu wengi husema ndoto za kisaikolojia. Psychology si ya kiakili tu, hapana, bali hapa kinakusudiwa mazingira ya maisha yake ya kawaida mtu huyu, ukiondoa habari za kiroho. Nini ambacho kinaweza kikasema ndoto hizi zikazungumza? Ndio maana kuna watu ambao wao hawana dini, lakini tunaweza kuwajibu ndoto zao, kwa sababu huwa tunazingatia muktadha wa dini zetu sisi, dini yetu sisi Uislamu, na tunazingatia muktadha wa mtu asiyekuwa na dini. Ama Uislamu umezungumza kuhusu ndoto kwamba ndoto zimekuwa na vipimo kadhaa. Kuna ndoto za kweli na ndoto za uongo. Ndoto za kweli hizi hutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndoto nyingine hutoka kwa sheitani kwa ajili ya kumtia mtu huzuni na kumtisha. Lakini pia ndoto ya mtu kutokana na nafsi yake, yale ambayo yeye amekuwa ameyazungumza, labda yametokea mchana au hisia ambazo anazo na kadhalika. Kwa hivyo tafsiri ya ndoto ya kifo cha mama katika Uislamu inaweza kuwa mojawapo ya haya ambayo tumeyataja hapo kama misingi mitatu muhimu mtu kuyafahamu. Zingatia haya tumeyataja kwenye kitabu chetu, kitabu kikuu cha tafsiri za ndoto. Tumetaja haya misingi hii mitatu, tukafafanua kwa undani kiasi chake. Moja inaweza kuwa onyo au mafunzo kutoka kwa Allah. Tukiishia pale tulipotoa mada ile ya kwanza, chukua haya pia. Inaweza kuwa ndoto ya mama inajulisha na kukufundisha kwamba hili ni onyo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndoto inaonekana kuwa ya kweli na haikukuogofya, yani ulipotoka usingizini haukupata hofu. Huenda ni mafunzo ya kiroho kama vile umuhimu wa kumjali mama au kujiandaa na kifo, yani ufanye toba. Nilisema haya katika kipindi kilichopita pia. Sehemu zake niliyataja haya. Pili, jaribio kutoka kwa shetani. Inawezekana shetani anakushambulia taratibu, kwa hivyo anakuletea msongo wa mawazo kupitia ndoto hii. Ikiwa ndoto ina hofu na huzuni kubwa, huenda ni kutoka kwa shetani ili kukuhuzunisha, kukufanya uwe na wasiwasi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu ukiona jambo la namna hii useme
a'udhu billahi minash shaitani rajim, na pia tusisimulie ndoto za namna hii. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mtu akiona ndoto ikamuogofya, ikamtisha, ikawa ndoto ya hovyo, na au anaijua kwamba ndoto hii ni katika amali shaitani, huwa inakuja hivi kwa watu, basi aseme. Na pia unaweza kusema Rabbi nikinge kutokana na shari ya kile nilichokiona na ninachokihofia. Tatu, ndoto ya nafsi. Inaweza kuwa ndoto hii ni ya hisia zako tu, inakuletea hisia ndio zimekufikisha hapo. Jitahidi sana endapo utaona ndoto hii, pia sema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa min sharri nafsi, na kadhalika hivyo. Tano, inaweza kuwa wito wa kumuombea mama, yani mama yako umfanyie dua, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya mama yako, amjalie kheri, neema, kadha kadha, ni hivyo. Lakini usisahau kwamba ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mabadiliko upande wako ya kimaisha, kwamba unaweza kuhama kutoka kwenye hali nyingine kwenda kwenye hali nyingine, na si maisha reality tu, inaweza kuwa hata mambo ya kihisia, kwamba unahama kihisia, kiroho, unahama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Eneo hapa sina maana ya sehemu Mbagala, Magomeni, wapi, hapana. Nina maana ya kwamba kihisia au katika hali ya muktadha wa kimaisha na kadhalika. Pili, kukata uhusiano wa karibu. Kifo cha mama kinaweza kuashiria hisia za kupoteza msaada au uhusiano wa karibu, hasa kama mama bado yuko hai. Inaweza ikajulisha wewe kuingia katika hali ya namna hiyo. Allah Ta'ala atujalie kuona mazuri na kuyafuata, kuyaendea na kutekelezeka. Pia atujalie kutunisha maovu katika njia ya usingizi na atuwezeshe kuyaepuka. Jambo lingine ni kujitegemea. Inaweza kuashiria hatua ya kuachana na utegemezi kwa mama na kuanza maisha ya kujitegemea, maisha binafsi. Kule katika clip ile nyingine tulizungumza kuhusu masuala ya mirathi. Inaweza ndoto hii ikawa inakuashiria wewe kwamba utahama katika hali ya uliokuwa nayo na kwenda katika hali nyingine kiuchumi, kwa sababu tu utapata mirathi. Kweli kabisa, tulizungumza hivyo. Pia majuto au hatia. Ndoto hii inaweza ikawa ni ishara, indication, kwamba wewe utapata majuto au hatia kuhusiana na jambo fulani. Sita, mabadiliko ya kiroho, mabadiliko ya kinafsi. Hili nimelitaja huko nyuma. Tena inaweza kuwa na maana ya ulinzi au maombi ya mama. Wakati mwingine ndoto hiyo inaweza kuwa ishara kuwa mama yako anakuombea, anakulinda kiroho hata akiwa hai au amefariki. Jambo la amefariki, kuna watu huwa wanashangaa sana. Kuna dua za mama zinaendelea kufanya kazi kwa watu hata kama wenyewe wazazi wamekwisha fariki, dua inabaki ikitenda kwako. Allah Ta'ala anajibu dua ile wakati wote. Jambo lingine inaweza kuwa hitaji la upendo wa mama, kwamba wewe inahitaji upendo wa mama upande wako, kuonyesha hamu au upungufu wa mapenzi na faraja kutoka kwake na kusudia mama yako. Lingine inaweza kuwa uhitaji wa uponyaji wa ndani, yani kwamba wewe inahitaji, nafsi yako inahitaji maombi, inahitaji dua, inahitaji swala, inahitaji wewe kuombewa au uniombee, hasa upambane kweli kweli, kwa sababu kuna hali si nzuri, aidha mashaitani na kusumbua na kadhalika. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ulimi kabisa wa mtume wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema wazazi wawili huchukua maana ya Mungu wakati mwingine. Haya yamesemwa na wanazuoni, sisi watu wa kwanza kuyazungumza. Hivyo zingatia tafsiri hizi ambazo tumezitoa, na insha Allahu Taala tutakuwa tunachukua sasa tafsiri za ndoto kutoka kwenye group letu la ujumbe wa ndoto ambalo tumelitengeneza miaka mingi sana iliyopita, miaka takriban
takriban 4 sasa. Tulikuwa tukiwazoesha watu namna ya kuwajibu, na sasa hivi tunajibu tafsiri ya neno moja baada ya lingine, tukitafsiri. Tutaleta tafsiri zile hapa jambo moja baada ya lingine, tukaanza ili tuanze kuyachambua kwa undani zaidi na tuweze kuharifisha mambo ya hapa na pale, kuweka tahadhari na iwe faida zaidi kwa watu waliopo kwenye grupu lile. Allah Taala ajalie kwao neema na kheri, nasi pia tulioko hapa Mtavassy TV Online. Kwa hivyo tutakuwa tukichukua ndoto moja kule, tunachukua ndoto 2 3 tukileta pamoja kwa ajili ya mambo haya ya YouTube. Allah Taala tujalie kuweza kusikia mazuri na kuyafanyia kazi, pia kuyasikia mabaya, kuyafahamu na kuyaepuka. Barakallahu li wa lakum, nami ma'al jannah.